narinda ndoa nyama yorimi umeikosa. Mwanangu Nandule, umeniita mwanangu kwamba una jambo lako. Sasa nakusikiliza mwanangu. Ndiyo baba, ila samahani kwa hiki nitakachoongea kama nimekosea. Hapana mwanangu, wala hujakosea, twende. Sawa. Mimi nishakuwa mtu mzima sasa. Umekuwa mwanangu, utu uzima bado. Mimi nijiite nani? Wewe mwanangu jiite mtu mzima, mimi nijiite nani? Nijiite kikongwe. Ila kwa kweli. Mwanangu umeshakuwa. Jana kipindi natoka kisimani. Ndio. Nimekutana na kijana mmoja pale anaitwa Kasembo. Anataka kunichumbia. Okay. Anatafuta mke. Kwa hiyo amenipenda mimi niwe mke wake. Huyo Kasembo ulimuona wapi? Nilipoenda hivi kisimani, wakati naenda nimewakuta pale wamekaa na mzee Tawile. Kwa hiyo niliporudi akaniita, kanieleza swala hilo. Ndio. Huyo kijana anaitwa nani? Kasembo. Kasembo. Ndio. Basi sawa. Swala lako hili nisilimalize mimi peke yangu. Swala lako nilimalize na mama yako. Ngoja mwite mama yako naye ili aweze kusupport nafanyaje. Mama Nandule! Mama Nandule! Nabe na wewe nao unaoshabia mpaka sasa njoo mtoto na jambo lake. Jamani. Naambie mwanangu. Hata akikwambia atafanikiwa. Ila kwa kweli. Mama Nandule. Mtoto ana jambo lake. Ana jambo lake. Nikaona jambo lake huyu mtoto kulimaliza mimi kama baba na kwa si vyema. Wakati naye mama yake yupo. Mama yake umemlea. Haya Nandule. Mama yako huyu hapo msimulie na mama yako naye apate kujua anachangia lipi kati ya hilo. Ndiyo mama. Mimi nimepata mchumba. Jana nilipokuwa naenda kisimani, nimerudi akaniita pale, akaniambia kuwa nataka mke, nataka kunioa. Na yeye amesema anaitwa Kasembo. Unamfahamu? Kabila gani? Anaishi wapi? Kuhusu kabila baba, hakunieleza, ila tu amenitajia tu jina lake. Na mimi nimemwona tu pale kwa mzee Tawile basi. Vingine sielewi. Mke wangu unasemaje kati ya hili? Mtoto yule kashakuwa sasa. Hakutaka kufanya ujinga peke yake apate ujauzito tuzalilisha, hapana. Anatuambia live kabisa kwamba kuna mchumba anamhitaji. Unaona bwana? Na mchumba sasa hivi, mapenzi sasa tofauti na mapenzi ya zamani. Mapenzi yetu mimi na wewe zamani tunatongozana mimi na wewe kipindi kile miaka 2 sijakupata. Tunatongozana tu juu kwa juu. Sasa leo mnaona leo kwa leo tu mama kashapenda, bwana mkubwa nakapenda. Watoto wa sasa jamani hao na matatizo, teknolojia hii inaokuja sasa hivi shida. Leo tu tumeonana na leo atakapoana. Bebe nango, kazi tunayo. Sasa kwa kumjua tabia jana tu na leo sio rahisi. Sasa hapo sijui inakuwaje. Sasa atakuwa ni mtu ambaye anamfaa kweli mtoto wetu. Sasa hapo mimi inabidi sasa nifanye pilika nimfuatilie huyu kijana huyu ili niweze kujua tabia zake. Kwa sababu hawezi akamwoa mwanangu afu hatujui tabia zake. Huenda akawa jambazi. Au wauni hawa. Au wauni. Akaja kumpa shida mwanangu. Mwanangu baba yake ametangulia mbele za haki. Mimi ndo baba yake mkubwa, nimemlea tangu mdogo, nimemchambisha mpaka anakuwa mkubwa mwanangu. Bwana. Hasa yeye niweze siwezi kumpeleka kwenye moto akapate shida, nimpeleke kwenye shetani akapate matatizo. Never. Kitu ambacho hakiwezekani. Hata mimi pia nahitaji ufanye hivyo kwa sababu dunia sasa hivi yenyewe imeharibika. Au unapenda mwanangu apata shida huyu? Hapana. Sina ubaya naye mwanangu. Kani nimempokea vizuri hapa tangu amekuja mpaka leo tunaishi vizuri. Mwanangu Nandule. Inabidi tufanye upelelezi kuhusu huyo bwana yako. Maana hajawa mchumba wala hajawa mume, ni tunaweza kusema bwana. Ndio. Unaona tufanye kwanza upelelezi hasa mimi baba yako. Nipeleleze. Nijue kinachoendelea. Kwanza kidogo ule kuna rafiki yangu mmoja wanamuita Tawile. Tawile yule hapa ni mwenyeji sana, anaweza kumjua yule kijana. Na kingine mume wangu, mimi nilipomsikia mwanzo akasema kwamba alipita kwa Tawile ndo akakutana na huyo kijana hapo kwa Tawile. Sasa bila shaka huyo Tawile atakuwa anamfahamu. Ni swaiba yangu sana Tawile. Swaiba yangu sana. Sasa mimi
ngoja nifanye mpango nikamtafute Tawile. Tawile ndo atanipa milolongo yote kwamba kijana yuko 1 2 3 1 2 3. Kama ana tabia za ajabu ajabu haiwezekani amuoe mwanangu. Ndio mwanangu. Haiwezekani akateseka, wote sisi tupo. Aolewe na mtu anayefahamika mwenye heshima zake. Na kama tabia zake za ajabu ajabu mwanangu ndo kutafutia mume mimi mwenyewe, sawa na Ndule. Mtoto wangu mzuri wewe. Beautiful. Ukivaa kilemba chako kama Biti Shombe unapendeza mwanangu, sawa? Ila kwa kweli. Sasa mimi ngoja nimtafute bwana mkubwa rafiki yangu huyu. Tawile. Bwana Tawile nikae naye kikao, nimuulize vizuri. Ni mdadisi. Nijue kiini chake. Tusije kupata shida. Akaja kumpa ujauzito mwanetu alafu akaja kuzaa paka. Licha kumba na kitu gani? Mjauzito vile kwa kuna mizimu ya ajabu. Katuletea tija. Hapo sasa. Haiwezekani. Mke wangu, mimi acha nitoke. Nifanye hili jambo ambalo kama nilikwambia sasa hivi. Mwanangu sio na wasiwasi. Mimi jambo lako nimelikubalia, haina shida mwanangu. Umeshakuwa sasa hivi lazima upate mwenzako, heshima iwepo. Tukija nyumbani kwako tukusalimia mwanetu, habari, tupikie ubwabwa, tupikie nani la duniani na minyama choma kwa raha zetu. Unaona bwana? Mama yako na kile. Na ukija hapa na tukufagilie mwanetu, karibu. Unajua bwana, fimbo ya mbali haiwi nyoka mume wangu. Na ndugu mkalie mbali. Kabisa. Kimkalia karibu hapa na hapa mara hivi inakuwa ni problem. Umeona Mama Tawile. Asante. Jambo lako limepita mwanangu. Sawa baba. Sijali mwanangu. Sawa. Sielewi sana nenda kumtafuta bwana mkubwa. Nenda nyumbani kwake. Sawa, wewe nenda kwa Tawile, hata mimi niendelee kuongea na binti yangu. Mdadisi vizuri kidogo na nini? Kwa sababu keshakuwa mkubwa sasa hivi, mfunde mahala. Kabisa. Mfunde. Katuletea heshima. Kwamba hapa pabaya, hapa pazuri. Hapo usiingie hapa hivi. Hapo mmoja nataka umshike kidogo nani kichwa kidogo hapo nani mnongoneze kidogo. Kama mnongoneza kama hivyo. Ila kwa kweli. Haya mwanangu na Ndule. Sasa la msingi so haya mimi njaa inauma sikai sana. Huko nikimkuta sijamkuta narudi. Mimi naongea naye kidogo naingia jikoni. Naingia jikoni chuma tembele ile na ugali wa dona sawa. Unajua mimi nitakuwa tembele. Na kipande cha papa sawa? Bebe nangu. Na Ndule. Haya mwanangu. Usijali jambo lako limeisha hilo. Sawa baba. Sawa. Mwanangu hilo jambo la heri. Yaani mkutengenezea heshima ila baba anaongea. Babako ndivyo alivyo, umeshamzoea mwenzio. Bwana Tawile. Samahani bwana mkubwa. Haki ya Mungu. Bwana huu mguu ulikuwa hapo. Umeona? Asalamu alaykum. Alhamdulillah wala nani. Mungu anasaidia. Bwana kwa wajambo. Ndio, Mungu bwana yuko hapa. Hebu tukae kwanza na Mungu hata mimi na kitu kwa. Umeona? Kama nilivyokuambia bwana Tawile, wewe ni ndugu yangu, rafiki yangu wa ukweli. Naona bwana. Huo mguu ulikuwa wa kwako. Nilikuwa nakuja nyumbani kwako. Kwa hiyo bahati nzuri Mungu ametukutanisha pamoja. Alhamdulillah. Mimi mwenyewe hapa nilipo nilikuwa na mawazo kukutana na wewe. Ndio. Yaani hapa safari yangu huwa naelekea huku. Lakini nilihitaji kurudi kwa huku nikutafute. Okay. Sasa imekuwa kama ni bahati kuonana hivi. Ndio. Ili na mimi nipate hapo kuyazungumza yangu. Sawa. Mimi kuna kijana wangu mmoja alikutana na kijana wako. Ndio. Sasa sijui alikuja kukuambia, maana mimi mwenyewe nilimuuliza mambo fulani akasema kwamba alisahau kumwambia. Kwa maana nilikuwa nakutafuta ili tufanye mazungumzo. Huyo kijana wako amefanya mazungumzo na binti yangu mimi. Ndio. Juzi kati hapa akaja akaniambia, "Baba, mimi nimeshakuwa mkubwa. Nimepata mwenzangu." Umepata mwenzio? Ndio. Kwa hiyo anataka kuleta posa. Hata kuleta barua Hasa nikamuuliza, "Mama, mwanangu mie, wewe sasa hivi una miezi kama 3 hapa nyumbani. Sawa. Huyo bwana mkubwa, huyo mchumba wako wewe, mmeonana mna siku ngapi? Ama mnafahamiana mna siku ngapi?" Sawa. Je, ushamfahamu tabia zake? Tumeonana tu juu kwa juu, tuponana basi, no problem. Kutokana na jinsi nilivyoona ni na nini, mimi nishamuelewa. Tabia zake hazina wasiwasi. Nikaona hata huyu ni mtoto.
Kazungumza yeye kama yeye. Sawa. Kikawaida lazima watoto kwanza wapimane. Tuone kwamba watoto wanajuana kivipi. Lakini ghafla binivu mimi nimetiliwa na mashaka. Nikaona hata nende kwa mzee Tawile. Kwa sababu ni swaiba wangu wa karibu. Sawa. Nikamuulize vizuri kuhusu hili. Je, huyo kijana huyo mtanashati, anazijua tabia zake, anafanya kazi wapi, anaishi vipi na familia, amelelewa vipi na familia yake? Nataka nijue hivyo tu ili isije kama matatizo baadaye kwa mwanangu. Mnaona vizuri? Yule kijana mimi kama ni baba yake. Ninaposema kama nina maana. Ndio. Yule tunafanya kazi pamoja. Miaka mingi tu. Ndio. Namfahamu fika. Sasa pale kazini alinichagua mimi kama ni mlezi wake. Ndio. Kwa hiyo yule anaweza kawa ni rafiki yangu, ndugu yangu, ni mwanangu. Pale alipo sio mlevi. Pale alipo sio mtu wa vikundi. Pale alipo sio mvutaji. Na linginelo kwamba yule ana mke. Ndio. Kwa hiyo amehitaji kupata mke wa pili. Kwa hiyo mwanangu mimi ni mke wa pili. Lakini ila sio kwamba wataka pamoja. Ndio. Huyu kwa bi mkubwa, huyu kwa bi mdogo. Ndicho ambacho nataka kufanya. Okay. Lakini kwa uaminifu mimi nalivaa. Ninamwamini haswa. Kama unavyoniamini mimi, naomba uamini hata yeye. Najua sana tumetoka mbali, na mbali sio hapa, mbali ni Maka. Peke yake. La msingi mimi nataka uaminifu. Ndio. Kutoka kwako wewe. Kwamba yule kijana ana tabia 1, 2, 3, hana problemu, ili mradi huyu mwanangu asije akapata matatizo baadaye. Asije akapata shida kwenye maisha yake. Ndio. Unaona bwana? Nimeachiwa mtoto nimlee kwenye mazingira mazuri. Na nimemlea kwenye mazingira mazuri. Sasa huko anakokwenda ujengeni. Bwana. Wanasema wataalamu tunaonga kuuzengele engele. Yaani kuuzengele bae. Ndio. Wana kwenye huko jengeni kwake anakokwenda huko, anaenda kupata mafunzo mengine mapya tofauti nayo. Sasa anakokwenda huko akae vizuri, aishi maisha yake mazuri. Sitaki tena mara hivi, kama katenda vino. Ndio. Ikitokea problemu mwanangu katolewa jino. Bwana mimi nakutafuta ndugu. Nalibeba. Imetokea problemu si mwanangu, imetokea usiku wamemchawia, si wamemtoa nywele za kisogo. Nywele za kisogo zimetolewa hazipo. Bwana mkubwa ninakutafuta wewe. Nalibeba. Unaona bwana? Nataka mwanangu aishi kwa amani, kwa problem, hajawahi kupigwa wala sija kumsonya, wala sija kumsongola, sijamsongola hivi. Hata mfano nakwambia sasa bosi saiba wangu ila kwa kweli bebe nangu. Unaona bwana? Kwa mimi nakuamini moja kwa moja ndugu yangu. Ndio. Mtoto atakwenda salama, mimi sina shida. Haina wewe lete barua tu haina tabu. Unaona bwana? Hili nitaka confidential kwamba mamake asijue. Lakini sasa hivi naenda kukaa na mamake, nimuelekeze kitu 1, 2, 3, 1, 2, 3 nikutana na bwana mkubwa 1, 2, 3. Hana shida yule bwana mdogo. Basi mimi nakuamini wewe. Ninapokuona wewe kana muone yule bwana mdogo. Sawa. Alright, tumemaliza hiyo. Basi hilo limeisha. Mimi kesho. Karibu. Kesho jioni kisha rudi kazini, mgeni wako nyumbani. Karibu. Haya. Karibu nikuchinjie jogoo tembe. Wewe bwana kama unataka la muhogo ubwabwa. Mwambie nani shemeji yangu huyo. Mimi kwetu tunakula mingoko. Wewe unahitaji? Mingoko na mbao. Mingoko msimu huu. Mingoko msimu wa jua kali. Mvua titite kuna mingoko sasa hivi. Bwana hajaenda Malui bado? Bado hajaenda. Some moto. Mingoko some moto. Ila kwa kweli. Haya bwana. Haya. Kama mmeenda. Sio naita. Tutapakia viazi vikubwa. Sasa ndo maana yake. Viazi vikubwa sio. Bwana karibu ndugu yangu. Viazi vikubwa kwetu tunaita vitundi. Vitundi. Vitamu. Sisi kwetu tunaita vigonzo. Vigonzo. Oi. Bye. Haya baba. Haya bwana. Sasa bangu. Mimi ngoja niwahi huko. Haina shida bwana. Hongera sana. Hongera kwa mwanya pembeni kaseti mila gani. Pamoja sana. Haya poa. Yaani ukiwa na simu ya tachi, akia Mungu la duniani. Unaona mambo yote ya dunia. Mambo yote ya dunia unayaona. Afu inakuwa kioo unajiangalia kwa ladha yako. Bwana, mimi bonge la Samboy. Bonge la HD. Ila kwa kweli. Bwana Kingondo. Karibu. Pita ndugu yangu. Unaongea na shemeji? Shemeji wapi bwana? Nasifia simu ya touch ndugu yangu. Yaani ukiwa na simu ya touch dunia yote unaiona. Vijana ndo kazi zao. Simu ndio hii. Ndio.
Wameniletea juzi hapa vijana wangu hao. Kuna vitu vingine hata siviwezi kufanya. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi habari? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana haja kubwa napata, haja ndogo ninapata. Nakubali. Ndio. Na jinsi ninavyokuona ukosi kupata. Na wewe mwenzangu? Mimi alhamdulillah kama wewe. Shemeji naye? Huyo yuko nyumbani. Kama kawaida. Kama kawaida ndo kaniruhusu nienda. Amenenepa mishavukachu bila defa. Tumetoba roho yangu. Ila kwa kweli. Bwana karibu sana Swaiba wangu. Bwana asante. Ndio, shemeji yako hayupo, katoka kidogo. Nenda kutafuta masuala mangu kuli na nini la duniani, si unajua tena. Sawa. Hapa mimi kujiona nadhani unafahamu. Ndio maana yake mchuzi wa mbonyo wa moto. Umeona? Ni baridi bara duniani. Ila kwa sumu. Bwana mzigo tu. Ndio umeleta ile posa? Ndio safi sana. Ndio. Sawa bwana, hii posa mimi nimeiona. Ndio. Na vizuri, ni vyema kabisa ningilikuwa na shemeji yako hapa nawe shahidi. Lakini bahati mbaya hayupo, ameenda sokoni kunitafutia maisha la duniani. Sio mbaya. Lakini sasa yeye ni kazi ya kwako wewe baadaye. Ndio. Bwana mzee mwenzangu, wewe ni tulichokuwa tunakiongelea safari ile ilichokuja mtoto. Hichi hapa. Mnakaa wenyewe kama wenyewe. Mimi sio kwamba inanihusu. Ni kweli kabisa. Ndio nakwambia kwamba unaweza kusema bwana hujamshirikisha mkeo. Najua ni Waswahili nyinyi na mambo yenu sometimes. Unaweza ukakaa hapo mkonta kimya. Hajamshirikisha mkewe. Ile hela atakula peke yake. Hii mali ya mtoto. Sasa hayo ya kwenu nyewe wazalamu. Ndio. Wana wazalamu nyewe mna mambo mengi. Mara sijui upande wa kikeni, sijui upande hiyo mnajua nyewe. Na nyewe mnakula samaki nchanga. Bwana ile unakana watoto ile. Bibi nangu. Tena watoto wadogo na mpaka kaeni pepeni kwanza. Basi Swaiba yangu. Bwana tusiongee sana. Ndio. Nani tena? Mambo ya hela au kitu samani kidogo. Watu wa mambo tena. Sawa. Halo. Habari? Salama Kingwendu, habari ya wewe? Namshukuru Mwenyezi Mungu, haja kubwa napata, haja ndogo ninapata. Amina. Haya basi, mimi bwana niko kazini kidogo hapa. Nipige niko desa, nipige baada ya dakika 5. Haya sawa. Asante. Usaiba zangu hawa. Yeye mshakuwa vijana tena. Simu zinaingia kama la duniani. Au sasa ulipojua kuongopa sasa nipo kazini. Hapo upo kazini wewe. Sasa kumbe niko wapi? Umwambie niko nyumbani. Wewe nao. Ndio kupata kufuata. Na mwenye wako pembeni kaseti bila gari. Basi sasa bwana kubwa. La msingi bwana hii bwana imeshafika. Ndio. Sasa kikubwa heshima ni kitu cha bure. Sawa. Naona bwana. Mkubwa mheshimu mdogo na mdogo mheshimu mkubwa. Ndiyo. Mimi nakuamini wewe. Ushazungumza kwamba bwana sifa zake unazitambua vizuri sana. Sawa. Hanaga problem unaposema wewe mwenyewe kwa msemo wako. Tena sana. Lolote litakayoharibika mimi nakutafuta wewe. Hayo majibu ningeupata hivi. Mimi wakati wote nitakutafuta wala usijali. Kwa sababu namba zako mimi ninazo, wewe Swaiba wangu, kijua ni kwako napajua. Unaona bwana, nyumba ni kwako napajua. Utajificha wapi? Kwa maana mimi majibu wakati wote ule kuanzia sasa. Ndio. Ngoja rudi mke wangu tusome barua hii. Majibu utayapata. Na mimi nataka iwe haraka sasa. Kwa sababu yule kijana mwenyewe yani jinsi alivyokuwa na kimuhimu. Alitaka leo nimeleta, kesho hata kuchukua mke achukue mke. Nikamwambia usiwe na haraka hivyo. Najua umempenda lakini twende taratibu. Ndio maana yake. Mambo taratibu. Kwa unatupa mzigo uso mzigo. Sasa mimi binadamu. Mimi sielewi. Ndio bwana. Ngoja nikapumzika, nimerudi kazini hapa niko hoi. Bwana wewe kapumzike ndugu yangu, hata mimi nashukuru inshallah. Hii ni jambo la Mungu. Nakushukuru sana ndugu yangu. Hapa mimi usinitoe. Wewe utanichelewesha. Wala usijali. Mimi namsubiri mama watoto wangu hapa itajomba zake tufunue hapa tujue. Sawa. Tupate bala duniani. Haya kija msalimie. Haya bwana mkubwa karibu tena bwana. Ninaona. Bwana nimekuwa zito hili kweli. Kuna mihela ya kutosha. Barua nzito. Haya bwana, inshallah Mwenyezi Mungu mwanangu aolewe. Jambo la baraka la Mwenyezi Mungu la duniani ndivyo ninavyotakiwa. Sio mwanamke sio mtoto anakuwa vidunga embe, mara yuko na huyu, mara yuko na yule. Unaozi wenzio sio vizuri, mara huyu, mara yule, kesho huyu. Yeye sio vyema. Mara kakuletea mimba sio kwa na baba. Mtoto unapotakiwa bwana anapata mtu mwenzake aliyompenda, anaolewa, unampa nafasi, wanafanya maisha yao. Wote na usubiri kijukuu. Habari ndio hiyo.
Hebu njoo huku. Karibu bwana. Naanza kuchagua mapema wa Pasaka nini? Hebu chukua vitu ndani bwana. Chukua vitu ndani tukae hapo. Unachagua unaona. Bwana wewe. Tatizo wadogo zako fujo. Naona umekuja muda wa mwafaka. Bwana, unajua. Bila kuchelewa. Vipi uko nyumbani kwa? Huko nyumbani kuko vizuri kabisa. Kama unavyojua. Sawa sawa. Kale ka kijana kitu? Kanaendelea vizuri. Kako vizuri? Anasema ndio uzima wangu. Kwani umefanya vizuri kuja leo? Na tena umeniwahi, maana itakia nikutafute kwenye simu. Sawa sawa. Ila tuko kiherehere chako. Mzee bwana eti kiherehere changu. Bwana alikuwa mimi nilienda kuichukua. Ndio. Majibu ya ile mambo yetu yale. Nzuri, ngoja nikaichukue kwanza. Tuipitie wote kwa pamoja. Lakini vipi? Hakuna vipengele. Mambo mazuri tu. Safi. Mambo mazuri, labda wewe acha nikachukue kwanza. Ili tuangalie. Ili tuisome tuangalie. Na vipengele. Naona. Umeanza huko kageuzia huko. Bwana, au nikupe usome mwenyewe? Wewe soma wewe baba yangu bwana. Ukisoma wewe ndio mimi. Kwa kutokana na barua yenu mlioileta ya maombi ya uchumba, tumekubaliana nalo tena kwa dhati na kwa kuifuata dini jinsi inavyotakiwa, kwa kuwa mnataka kuunga undugu. Sawa. Ila tunachokihitaji kwanza, mahari ya mke mwenyewe anahitaji 400,000. Sawa. Hapa kunatakiwa koti la babu 20,000. Kunatakiwa gauni la bibi 20,000. Kuna mkaja, hela ya shangazi, kuna hela ya shemeji. Hiyo wameunganisha pamoja. Sawa. Wanataka 200,000. Sawa. Huku wamesema kwamba tunaomba na tunaamini kwamba unaweza ikatekelezeka hayo mambo yote ili tuunde undugu kamili. Baba, Waswahili wanasema maji ukiyavulia nguo shari tu yaoge. Kwa mimi hapo hamna shida kabisa. Haisumbui. Naona wewe umelifanyia kweli. Yaani hapo hamna shida. Kila kitu kitaenda sawa. Ukipiga mahesabu wewe mwenyewe katika utafutaji wako. Maana utafutaji wetu ulivyo. Wote tunatafuta pamoja. Sawa kabisa. Kuna uwezekano wa kusema kwamba twende tukaongee nao ili wapunguze au inakuwaje? Mimi nafikiri kuhusu pesa ni swala kutoka tu nje hapo kwenda kutoa kwenye Airtel hapo chapo. Kiwezekana leo wapelekee. Sawa. Shughuli sasa ndoa tuipangilie. Mimi shughuli hata kesho. Ina maana umepania. Yaani wewe unajua ndugu, mambo yangu yanavyoenda. Kwanza shemeji yupi analijua? Yaani wewe ujanja wote umenifundisha wewe. Ajue nini sasa? Tusomenielekeza mzee. Amchelewe je, umemwambia huyu umemwambia yule Afrika fika huko. Ni mzembe sawa mimi, lakini usijafikia kiwango hicho. Cha fly over hicho, hii sifikiri kabisa. Basi itakuwa ni vizuri kama utafuatisha maelezo yangu nayokupa. Baadaye utakuja kuona matunda yake hapo. Kwa sababu sasa hivi ukimkumbusha sasa hivi tu ili swala likamilike. Sawa. Sasa baba, yaani mimi hapa hata kama akisema kesho tukaoa. Mimi hapa ni kweli. Kesho sio kweli. Kwa sababu uwezo kukurupuka hivi.
ukasema kesho. Haya, hapo nikikuuliza nguo ya kuvalia siku ya ndoa unayo? Sasa baba, hiyo tunaingia dukani tunachukua tu. Sawa, lakini natakiwa maandalizi. Na yule bibie. Unajua yule mambo yetu tunayakamilisha wewe, sio kwamba wao wanataka cha kwao tu wakichukue. Ndio nao neno, lakini yote kwa yote wewe ndio baba yangu, rafiki yangu, mzee wangu. Mimi naona la msingi kitu kimoja. Hapa tupange wiki moja mbele ili tuweke maandalizi hapa na wale nao wape kupumua. Mimi kesho niende nikawaelekeze bwana, si tarehe fulani tunakuja kufunga ndoa. Leo tenga. Leo sana mambo yanavuruga hadi tarehe tujue tu. Leo tarehe 25. Tarehe 25. Tarehe 25 huu mwezi mkubwa. Mwezi hapa. Mkubwa sio mdogo. Sasa tuwaambie tarehe 1. Tarehe 1. Sawa. Tarehe 1 mwezi wa 4 mambo yote yapite. Sawa, itakuwa vizuri. Sawa. Sawa. Basi haina tatizo. Sawa. Hiyo na au nibaki nayo? Wewe baki nayo mzee. Yaani ukibaki nayo wewe ndio mimi. Anajua hiyo unaweza kapekua kaikuta. Kule nyumbani si unajua tena ndugu yangu. Ukishafanya siri, wanasema ukishakuwa muongo usiwe msahaulifu. Basi unajua mzee wangu. Basi haina tatizo. Sawa, mimi naona nikuache. Ngoja nikutoe. Sawa. Nyama ya ulimi narinda ndoa, nyama ya ulimi umeikosa. Mke mtarajiwa. Niambie mume wangu mtarajiwa. Naona goma liko uwanjani sasa. Yaani wewe acha tu. Sasa nimekuita hapa kwa ajili ya swala letu lile. Maana kila kitu tushakifanya, tuliomba dua, tumetia nia. Jambo linaenda kwenda mwishoni. Ndio. Lakini sasa tutafikia wapi? Ndio swala la kujiuliza. Kwa wazo wangu mimi bado liko pale pale. Nilikuwa tunawaza tungepata tu chumba na seble kidogo ni kwa afadhali. Bwana hilo umelifikiriaje? Wazo sio baya. Wazo ni zuri. Ila kwa kufikiria zaidi, mimi niliwaza kitu. Unajua sisi tunaenda kuanza familia. Familia sio mpaka watoto. Hata ndugu, mama yetu, baba yetu, wale wazazi wetu. Wale watataka kuja kutembelea. Tutawaweka wapi? Hatuwezi kuwaweka sebuleni wale. Mimi nifikiria kama tutafute nyumba nzima tu. Itakuwa jambo zuri. Hilo nalo neno, lakini vipi uwezekano utawepo kule wa kulipia nyumba nzima? Uwezekano na upo. Mtu kishavulia nguo maji, sharti kuyaonga. Nimetia nia ya ndoa. Ndoa inaenda mwishoni. Kwa hiyo siwezi kushinda tena. Nishinde pa kukaa? Haiwezekani. Hiyo utalifanikisha, wala usiwe na wasiwasi. Kuwa na amani zote. Na kwa nini? Okay, sasa kuna mzee mmoja. Wale ni madalali wale. Anakaa hivi. Kwa hiyo nataka nikitoka hapa nikajaribu kuongea nao. Najua kila kitu kitaenda sawa. Wale ni madalali wakubwa. Sawa, haina shida. Sasa naona bila kupoteza muda tuondoke, ila niwahi kwenda kuongea nao. Haya, sawa. Nandule, unatuona sisi sote hapa tumeacha majumba yetu, tumeacha ume zetu, tumekuja kwa ajili yako wewe. Naomba tunachokiongea hapa ndugu, tusikilize, utuelewe, na unapotoka hapa ukatende kazi kama unavyoona wazee wanavyoishi, na ukaishi hivyo hivyo. Umemwona shangazi yako? Sio mjinga kutoka kijijini kuja hapa kwa ajili yako wewe. Shangazi ni baba. Kama shangazi ni baba,
basi msikilize au utusikilize tunachokiongea hapa kuingia kichwani mwako 100%. Usiende kututia aibu. Shangazi, mimi kabla sijaendelea na kuruhusu kwanza wewe shangazi ni baba nakupa cheo chako. Sasa baba, mimi hapa sina mkao. Sawa. Kama vile nilikuwa natoka hivyo, unasema nataka niende. Ila nimekuita hebu sasa baba. Nandule mwanangu. Abe shangazi. Kitu cha kwanza mimi shangazi yako najua kuozesha tu. Sijui kuletewa talaka au mwanangu hapa sio amerudi, sio amefanya hifadhi. Kwanza ukiondoka na mweka mwingine. Kitu cha kwanza. Wewe shangazi. Yaani wewe unapotoka pale kwenye ubavu wako ule, natafuta mtu wa kukaa mwingine. Nafasi yako hamna. Upo mwanangu? Sio uende huko kazulule. Kazulule, katafute mashoga yawe mashoga uyoga. Nenda ukasema eti nitarudi kwa shangazi yangu. Tena ukome kabisa. Mimi hapa nafasi sina. Upo? Sina kabisa nafasi ya kukulaza. Mimi najua kuozesha, sijui kupokea mtoto aliyopata talaka. Upo shangazi? Na kuongelesha wewe usinitolee macho. Alafu ninapoongea na wewe uniangalie. So unakapila tu hapo. Upo? Mimi najua kuozesha. Kitu kingine. Shoga yangu ni mvivu sana kwenye kupika. Uongo kweli? Ukijua kupika ujue kuosha na mwiko. Nadhani kungui wako kakuelekeza maana kuosha mwiko ni nini. Sio na machani najua nasema kuoshe mwiko uoshe mwiko kweli. Ukisonga ugali uoshe na mwiko wake. Wewe! Sio uje kusonga ugali afu mwiko utupe kushoto. Dani kakwambia ukiosha mwiko unatakiwa uoshe na utakate. Dada upo? Mwambie wewe shangazi, mwambie. Udugu wangu na ule muda wetu ule unatakiwa kwanza uanze kuoga. Usafi. Uoge kidogo ujipulize vile vimarashi kidogo. Hata kija wewe mume unamkaribisha unanukia. Sio umekaa pwi unanuka jasho mama toka uliko umeshika sufuria. Umeosha vyombo mama anakuja mama ameshika kimfuko. Anasema sasa si bora nirudi kwa mke wangu wa kwanza. Atakukimbia. Sasa mko wawili mtakuwa hawa watatu. Na hivi dini yetu inaruhusu kuolewa watu wanawake wangapi? 1. Mkienda kwenye watatu mnafika kwenye hawa. Mwambie huyo. Atakuja kuwa kama mtume huyo mume wenu. Sawa, tulia. Dada tulia. Tulia kwenye ndoa yako. Tena utulie hasa. Upo shangazi yangu? Miguu yako hii kama ulikula miguu ya kuku. Itulize nyumbani. Yaani uitulize. Ukiona haitulii, funga kamba. Tafuta kamba funga. Kuhusu lile maandalizi ya ile shughuli. Okay. Mimi sina chochote cha kukupa zawadi yangu mimi. Ila nimeona ni bora tukutafutie hizi nguo. Kuna hii kanzu. Sije itakutosha. Kanzu inatosha. Na hiki kilemba chake. Nikaona ni bora nipate na koti moja kwa moja. Naye. Kweli. Sasa mzee nashukuru sana. Kwa hiyo nilichokuitia ni hiyo. Nashukuru sana babangu. Kwa hiyo sasa sina zaidi. Nilikuwa nikuonyeshe hivi vitu kwamba nimeshaviandaa. Kwa hiyo wewe shughulika na mambo mengine. Mimi niseme mzee shukrani sana. Ndio. Na najivunia kuwa na babangu. Sawa. Maana wewe zaidi ya rafiki sasa. Unajua ndugu sio lazima utoke na tumbo moja. Ni kweli. Ila kutegemeana kwamba mnasaidiana kwa hali na mali. Kwenye mawazo na vitendo vinginevyo tofauti ambao vyenye maendeleo. Mzee na moyo unao. Kwa hiyo moyo huna? Moyo unao lakini kila mwanadamu ana moyo. Unaenda kwa sifa zake. Sio na koshoga yangu Asha kaniita, sio Mwajuma, sio nani? Kama mama tulia. Unaona hizo nyumba? Aliotengeneza nyumba. Akaeka bati, akaeka madirisha, akaeka milango. Sio cheese. Akaona itosha akaeka na mapanzia.
ili mradi tu vitu vya nje, yani vya ndani visitoke nje. Upo? Vitu vya ndani visifanyaje? Visitoke nje. Unapoongea na mume upunguze sauti. Ndio maana mtu akatengeneza nyumba akaeka bati, akaeka dirisha, akaona tosha, akaeka na mlango. Ule mlango akaona utosha, akaeka panzia. Mwambie wewe shangazi. Sasa unapayuka payu. Mpe ukweli wake. Unapayuka kuongea wewe, kuzulula wewe. Mimi najua kuozesha. Sana tukazidi. Sijui kupewa taraka. Taraka kwangu dhambi. Mimi najua kufanyaje? Kuozesha. Yaani ukitoka tu na mweka mtu na watu kibao kuwaweka. Na watu kibao ile sehemu kwa uende ukatulie mama. Tena ukatulie hasu. Ukae upike kweli kweli kama mtoto wa kike. Ili vile vitabia vyako vile unataka uvifiche. Tena utulie. Tabia vyako unavificha, unakuwa mtoto wa kike mstaarabu, akipita na mimi nijisifie. Jamani, shangazi yake fulani ameozesha mtoto mashallah. Ameozesha jamani, muoneni yule. Songeka shangazi yake yule. Muone yule. Kiguru na njia. Yeye nakwambia akae nyumbani kwao. Tapata kichomi nitakufa. Na ndio nitakufa. Sitaki kufa mimi. Muda wangu bado. Sitaki kufa. Ni mdogo wapi? Sitaki kufa. Napita. Yule. Huyu amejifanya ameozesha kitu gani? Kupewa kichomi sitaki. Upo mwanangu? Kichomi sitaki. Masuala kichomi takufa na pressure cha nifena yangu na stress zangu. Sawa Nive na stress zangu sio na wewe na mumeo. Kaa na mume wako, umuongee, muyajenge. Nyumba zinaanza taratibu, nyumba inaanza kuchimbwa msingi mpaka inaikuwa renta. Tumpepe. Sio ni nyumba zimejengeka. Katulie maneno. Ya muingie aswa shosti yangu. Upo. Watu kupepe. Na umwambie shoga yako. Na mpepea shoga yangu mwaya, usafi usisahau. Yaani yale ya jana na ya leo hayana tofauti hata kidogo. Ila tunachokitaka sisi hapa, ukae chini utuelewe. Mashoga, marafiki. Ushoga wenu gengeni, barabarani, kisimani. Shoga kwa nyumbani, shoga yako mwisho mlangoni. Sio unanielewa kipengele iko? Ndio nakuelewa. Hakuna shoga siku hizi kuingizana chumbani. Hata kama mpanga chumba na seble. Siku hizi tunapanga vyumba na seble, chumba tunaikwa panzia tu, hakuna mlango. Ndio fungua panzia tunaona kitanda chako. Mtoto wa kike chumbani kwako atakuwa uingie wewe mume wako labda na katoto kwako kwa maka dogo katoto ndo kanaingia chumbani kwako. Sio mume wako anarudi shogangu nje cheza karata. Unaacha marafiki zako unapokea mume wako kwanza ndani. Uende kumtambulia hali. Mume wangu umetoka wapi? Kapitia vitu gani unajua barabarani? Hujui. Kwa hiyo utakapompokea mume wako, ukiingia naye ndani, shoga. Kachoka, eka maji akaoge. La pili, kaa na mume wako ndani. Atakwambia shida zake zilizopitia barabarani mpaka kufika nazo nyumbani. Anapitia mengi dada. Sio unachofuta na kula unaona mwanaume anaenda kuziokota haziokoti. Dada unaolewa, una mawifi zako. Sio wabaya wala sio wazuri. Wifi ni wifi tu. Afu usijisaulishe kama wewe unaolewa mke wa pili Kama unaolewa mke wa pili, sio kama wa kwanza ni mbaya. Hapana. Haizidi ipungue sangine mke wa kwanza akawa mzuri kuliko hata wewe. Ila ndoa ni sunna. Kama ndoa ni sunna, hujui mwanaume kapitia kipi, changamoto ipi mpaka uje kuongeza wewe. Mimi nafikiri utabaki nao hiyo. Ndio. Kwa hiyo nafikiri mimi nitaka nikupatie? Hauna enda kumpa kuhifadhie. Wewe mmeelewana wenyewe? Hamna. Hapo mzee acha uone. Basi wewe nenda, mimi acha niweke hapa niende kwenye shughuli zangu. Sawa. Mimi nafikiri tutafanya mawasiliano. Tutawasiliana. Haya. Shukrani sana. Haya, asante. Sisi nikusaidie viti. Acha tu hapa. Acha tu wewe viache. Usikae tena ukamwona mke mwenzio babani ukampigia kikumbo kwa kujiona yeye ndo mzuri sana dada. Sio kama yeye ndo mzuri sana. Sio kama wewe ndo unavutia sana. Sio kama wewe ndo nuru. Hapana. Ila nuru utaipata pale ndani kwa mume wako. Kingine wewe ni mwanamke. Wewe ni mtoto wa kike. Mtoto wa kike atakuwa utumie nyama ya ulimi kwa mume wako. Iza wewe umekumbwa na nini? Bora hayaishi mateso. Nilivumilia jana nikiziko. Hivi na maana wewe mwenzangu ni kama penzi linapokwenda sipo. Tulia